So my message quickly, how do I maintain a good relationship with God in the middle of the storm? Can you help me ask your neighbor? How do you maintain your relationship with God in the middle of the storm? How could someone, after losing his health, losing all the children, losing all the business, you are in jail and you still have the strength to worship God, to say for me to live is Christ and to die is a gain? What is it that would make someone to say God is the one who gave and is the one who took? That took someone. Inahitaji mtu ambaye ana mahusiano mazuri na Mungu. It takes somebody who has a good relationship with God. Kama ni kufa, to say that to live, to live, to die is again kwa ajili ya Bwana. For Christ. So the question is, how do you maintain a good relationship with God namna gani utachunga uhusiano pamoja na Bwana in the middle of the storm? Katikati ya changamoto za maisha. What is the objective of this message? Nini ndio shabaha hii? When I finish preaching, what is it that you need to carry home? Wakati mwanza kuhubiri nini ambao utaondoka pamoja? You are going to understand utaenda kuelewa kwamba what you have to do ile ambayo unapaswa kufanya to maintain a relationship with God in the middle of challenges. Katikati ya shida na changamoto. You have to remember challenges differs in life. Changamoto zinashona maisha. Kwa mtu mmoja like Job, kama Yugo, it's to lose businesses, ilikuwa kupoteza biashara, to lose children, ni kupoteza wana, it's to lose your health, ni kupoteza afya yako. For Paul and Silas, they were in jail. I might not know what you are going through, but what I understand, as long as we are living, all of us here, we are surrounded with some storms of life. I don't know about you, but I know me personally, there are my own challenges that are surrounding me. Now the question is, Pastor, how do I maintain a good relationship with God with all these challenges that are surrounding me? I want to start by saying this. How far you go in your walk of Christianity? Let me put it this way. Your Christian life is built on the foundation of your relationship with God. It is your relationship with God that determines where you end up in this life. I repeat what I just said. This is my introduction. Christianity is based on your relationship with God. And it is your relationship with God that determines what you get from God. I will give a simple example. It was based on the relationship that Job had with God that made God to be confident and to tell the devil, I know Job very well. The question is, can God testify about your life? Can God boast before the devil that one is my own? Because it is your relationship with God that determines how God takes you. I like saying this. It's not even my word. Jesus in Matthew chapter 7, Matthew 27, 20 and 23. It's not everyone who calls Father Father who will enter into the kingdom of God. Now my question when I get this, Muslims, pagans, they don't call Jesus Lord Lord. So my question was, what was Jesus talking about? People come to church, pastors, preachers, believers, singers, ushers, deacons. These are the people who cause Lord. So God, Jesus was saying, it's not everyone you see in church who will come to my kingdom, but who are the type of people who make it? Those who do the will of my Father here on the earth.
wale ambao wanafanya mapenzi ya baba yangu hapa chini ya jua. Hello. Hello. Those who do the will of my Father here. Wale ambao wanafanya mapenzi ya baba yangu hapa chini ya jua. It's where I understood. Ni pale ikaelewa ya kwamba you can be a good preacher. Unaweza kuwa mhubiri mzuri. You can be a good singer. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri. You can be a good pastor. Unaweza kuwa mchungaji mzuri. And your name is not written in the book of life. Because what qualifies you in the book of life is the relationship that you are in ambao uko pamoja na the Lord. Amen. 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 Either you are going to make heaven or not. Haijalishi utaenda mbinguni wala hapana. It doesn't depend on the church you attend. Haijalishi kanisa ambalo unaliendea. The quality of the church you attend doesn't determine if you make heaven or not. Quality ya kanisa ambalo unaingia haimaanishi kwamba una mahusiano mzuri na Mungu. It will depend on the quality of relationship that you have. Itadependre na quality ya relation ambayo uko pamoja na Mungu wako. Amen. Amen. So this message hii habari inaleta is also ni kwako ambayo what do you have to do as a believer nini ambayo unapaswa kufanya kama muamini to register your name in the book of life. ili uandikishe jina lako kwenye kitabu cha uzima. It will be very painful. Itakuwa ya huzuni sana. All the years that you spend in church, miaka yote umepicha kanisani, the offering that you are giving in the church, sadaka zote umezitoa kanisani, and at the end of the day, na kwa mwisho wa safari Jesus says, I never knew you. Yesu asema kwamba sitawahi kukujua. It will be very painful. Itakuwa ya huzuni sana. So the question is, na swali ni kwamba what do I do nini nitafanya to maintain a healthy relationship with Christ? Ni uhusiano mzuri pamoja na Kristo. Number one, jambo la kwanza, you want to maintain a healthy relationship with unataka Christ. kuchunga uhusiano mzuri pamoja na Yesu. Make a choice to hold unto God in the middle of the storm. Ukamate uamuzi ya kushimama ndani ya Yesu Kristo kama mwamba. Wakati unapitia majaribu, when you're going through challenges, ng'ang'ania Mungu. Hold on Christ Jesus. Hold unto God. Ng'ang'ania Mungu. This is what Job did. Na hicho jambo ambalo Mungu amefanya. It's true, I might have lost everything. Haijalishi yote nimepoteza, but I will not lose God. Lakini sitampoteza Mungu. I will not lose God. Sitampoteza Mungu. This is what Paul and Silas did. Hicho Paulo na Sila wamefanya. When they were in jail, wakati walikuwa kwenye jela, they looked around. Wakajiangalia pembeni. What else can we do? Nini ambacho tunaweza kufanya? It's okay. Sawa. We might have lost everything. Tunaweza kupoteza chochote. We might have lost the relationship. Tunaweza kupoteza mahusiano na watu. We might not have anyone to come and bail us out. Tunaweza kupoteza hata mtu ambaye atakusaidia kutoka nje. We have God. Lakini tuna Mungu who has been with us. Ambaye amekuwa pamoja nasi. Let's worship him. Acha tumwabudu yeye. Let's worship him. Acha tumwabudu yeye. Let's worship him. Acha tumwabudu yeye. My brother lose everything. Ndugu yangu poteza kitu kile. But do not lose God in your Lakini life. usipoteze Mungu katika maisha. Do not lose God in your life. Usipoteze Mungu maishani mwako. Paul and Silas. Paulo na Sila. Because they never been distracted. Hawakuwa wenye kuwa distracted. And they didn't want to lose God. Na wakutaka kumpoteza Mungu. Because God was all that they had. Mungu alikuwa yote ile wako nayo. What happened in the jail? Nini ambayo imetokea kwenye jela? When they decided to turn to who that they had. Wakati wamekubali The Bible says inasema kwamba the prison where they were, mjela wa wakati walikuwa, there came an earthquake. Kukakuwa tetemeko. And the doors of that jail opened. Milango ya ile jela ikafunguka. The chains that they were bound with, na ile makamba ilikuwa imefungwa, went loose. Ikafunguka. Why? Kwa nini? Because they're holding on to God in the middle of challenge. And God stepped in their storm. You want God to step in your storm? Hold to God when you are in the middle of challenge. I don't know what challenge you are going through. I don't know which prison you are in. I don't know which chain affronts you. I call upon the God of Paul and Silas. Receive your freedom in Jesus' name. Receive your freedom in Jesus' name. Mtu mmoja aseme amen. Kilichofanya Paul na Silas, what made Paul and Silas, Mungu awatokea kwenye ile gereza, God to come upon them, ilikuwa ni nini? It was what? Wakati wa kumshida, when they were in the middle of the middle, they called upon God. Tunaweza tusiwe na kitu chochote, we may lose everything, lakini tuko na Mungu. But we have God. Mungu usiku at night, bakaanza kumchezea Mungu. They start to worship God. Bakaanza kumchezea Mungu. They start to worship God. Watu wengine watakuona fool. Other people may see a fool. Uko na probleme, you have issues. Kuliko tafute kuyatatua. Instead of unaanza kucheza, you are now pressing God. God always see that kind of madness. Mungu anaona kale upumbavu ambao uko ndani mwako. Yashuke. So that you may come. Mmoja aseme amen. May somebody say amen. Mmoja aseme amen. May somebody say amen. My brothers and sisters in the Lord, ndugu yangu ndio katika Kristo Yesu, your love for God, mapenzi yako kwa Mungu, upendo wako kwa Mungu, oh, your love for God is not proven when everything is
is okay. Haionekani wakati kila kitu haionekani The tu wakati genuine sawa. proof that you love God Lakini itaonekana kweli kweli. is when you go through this kind of challenge that Ni you wakati went through. unapitia changamoto kama na hizi. People want to see if you still stand up and thank God. Watu wanapenda waone kwamba unashona katika imani. Wakati Mungu anaona When God sees the heart, una roho ya kumshukuru hata wakati you una have problem. the heart of trying to even though you are in Mungu anasema problem. huyu ndo. God said that this is my son, my daughter. Anasema amen. And somebody say amen. Ndio watu wengi wanakuwa wanatuliza. So that many people say, Aliye tu mtu kama vile David. how come a person like David, Mtu alifanya mambo ya ajabu sana Biblia. a man who meant so many things in the David Bible, alitembea na bibi ya mtu. he walked with David somebody, aliua mtu. he killed somebody, Lakini bado Mungu anamuita a man but after my yet own heart. God called him a man after my heart. Most of the time, God is not looking for perfect people. Mungu haiko tafuta tu watu watakatifu, He's looking for people who have a heart of confession. lakini anatafuta watu ambao wana moyo Watu wa kutubu. wa kutubu. Mungu atafutati watu ambao wamekamilika. He does not want only Mungu people who anakuwaka are na holy. watu wanaosema Bwana But sina all jiweza. those who said that the Father, I'm Hapo helpless, nisaidie. help me. Na hii ndo alikuwa David. And this was David. Mungu akiona mtu wa namna hiyo, When God sees such a person, unaweza kuona mapungufu yako ya you kimwili. may be wicked in Yenyewe watu ways. wanakujije. When people can Ule judge sio mtu wa Mungu. this is not Lakini kama kila mara ukikosa unaenda mbele ya one Mungu. time you come to before the Lord, God is looking. Na ndio Kristo. And this is Christianity. Ukristo sio kujua kila kitu. Christianity is not to know everything. Ukristo ni kumwambia Bwana Christianity sisi is to go to the tunakusaidie. Lord and say, Father, Mtu mmoja aseme amen. and somebody say Mtu mmoja amen. aseme amen. And somebody say Kwa kitu amen. cha kwanza, First of all, unataka ujenge relation you have to nzuri. build your relationship with God. Wakati uko mproblem, When you are in the midst of problems, call on the Lord. sio wakati wa problem No. wa kumwita Bwana. Not when you're in the middle of problem to leave the Lord. Mtu mmoja aseme amen. And somebody say amen. Upendo wako kwa Mungu Your love for God unaonekana pale kwenye unasimama na shall Mungu see kwa when you problem. stand with God into problems. Shadraka, Meshaki na Abednego. Shadrach, Meshach, and Kila Abednego. nikiangalia historia hapa Bwana, Whenever I see these na mwaka najiuliza hivi, I always mimi ningekuwaka mu situation ya if Shadraka, I Meshaki na was the Abednego. situation of these people, Hapa vijana walijikuta mbele ya moto. they found themselves before the fire. Banawaambia muabudu Mungu And mwingine they asked them to worship another God. tofauti na Mungu wao. Beside their Babiana God. wakamwambia mfalme, And they said to sie the tuko na king, Mungu wetu hatuwezi we have kutegemea our own Mungu. God, we cannot worship other God. Bakaongeza moto mara saba. And they multiply the fire times Kesho 7. inakuwaka hivi. The question comes, Wewe ukajikuta mwile situation when you find ya Shadraka, yourself in this situation of these people, huko naona moto pale. you're seeing the Na fire. wanakuambia usipoabudu And they say, if you do not worship, utakutupa we mwimo. are going to be throwing you in the fire. Mimi mwenyewe hapa nafanya nasema Myself, I always say, sijui kama ningepita mwile I test. don't know if I could. Lakini Shadraka, Meshaki na But Abednego Shadrach, Meshach, and Abednego, wakati wanawapa opportunity ya mwisho, when they gave him this last opportunity, wakikataa tu if imoja, they denied the last wanaenda time, kumoto. they are going to be thrown in Babiana the walisimama. fire. But they stood up Wakasema and they said, mfalme, King, kama ni kufa if it's to die, bora tufe. we are ready to die. Sisi tuko na Mungu wetu. We have our own God. Mfalme akafanya kosa, And the king mistaken. akamauliza nani atawaponya na ile moto. And he said, who's going to help me in the Babiana fire? wakasema And they said, Mungu wetu tunayemwabudu the God that you worship, atatuponya na ile moto. he shall Na hata help us. sipotuponya And if you hatutainamia sanamu ya we are not Mungu. going to bow down Maana to tuko na the Mungu wetu. because we are God. Sema amen. Somebody said, Ile ndo decision this is the ya decision. watu ambao wanaishi na mahusiano mazuri na People Mungu. who live in a good You relationship cannot with do God. that Hawezi kufanya if you hivyo. don't have a good Kama relationship una with mahusiano God. mazuri pamoja na You Mungu. must be living for God. Unapaswa For to say if it's to die, Ulisema kama ni kufa I will die. itakufa. Nebukadneza alisema Nebukadnezar said, tulitupa watu watatu mwele moto. we have thrown 3 people there. Lakini kuna naona mtu But I wakati. can see the fourth one. Mungu alikuwa anaona ile decision God wanafanya. to see the discussion. Mungu akasema walitumikisha jina God yangu. said they use my name. Wakati niko mu problem. When they're in the problem. Nisiposhuka. If I don't Ni come jina down, yangu ndio tachafulika. my name is going to Kuna wakati Mungu akiona imani yako Sometimes ni problem. God see your faith in the Atashuka problem. He will come. Porque So that sio kukusaidia. not to help you. Proteger reputation Protect yako. his reputation. Mtu mmoja aseme amen. Somebody said Mtu amen. mmoja aseme amen. Somebody said Wakati wowote never. ukisimama na Mungu You mproblem, stand with God in the problem. Mungu atashuka God will not come kwa sababu yako. for you. Atashuka But he will come proteger reputation yake, maana jina yake ndio so that tumikishi. his name was used. And somebody said amen. Wengine ni waka vile When I knew that, nikipata problem. whenever I have a problem, Kwanza nakuwaka na kiburi deja. first of all, I'm so proud for Basi myself. na yoka tatumikisha jina la Mungu. Because I know that I've used the name of the Na Lord. Mungu ataintervenir. And the Lord will intervene. Sio kwa sababu yangu. Not because of me. Ni kwa sababu ya reputation yake. Because of his reputation. Jina yake ndio nilitumikisha.
this self when it's do not fix yourself. God will bring back to us. We'll fix it. The earth will tell you all the promises. Not because they love you. They're protecting their names. I'm going to protect them. I'm not going to teach you. Hallelujah. Somebody say amen. Secondly, how many are blessed to be here? I can stop here and go home. Say amen. Say amen. How do I build a good relationship? Secondly, live a life of thanking and praising God always. Hallelujah. Amen. Mungu akiona mtu ambaye anamshukuru wakati iko problem. When God sees somebody who thank him and Mungu anasemaka huyu ndo ana upendo wa God kweli. said this is who has the true love. Imagine Job. Mungu mwenyewe ndo alimwambia shetani uende ubebe. God himself allowed the devil to go and take away everything from Job. Na baada ya kila kitu kubeba. After everything being taken, Job anasema, and Job said, shetani sitakupa nafasi. therefore I'm not giving you a chance. Yenyewe unabeba. What you've taken, Mungu ndo alimwambia. is God who's given. Na kama Mungu ndo ameamua And if kubeba. God is allowed to take Jina la it, Mungu may His name be glorified. Ule ni mtu alimchanganya This is the shetani. person who confused the devil. Shetani anataka kupata wazimu. The devil was Na going ndio maana to Mungu alilazimika that's what God kumpa defa ya vyote vyenye shetani alibeba. make a table for what devil is how taking. you maintain yourself in the middle of the storm Namna gani umejiu Will determine how God will step in that situation. itadetermina namna gani Mungu ataingia katika kama maisha. unasema amen. And somebody said amen. Nazoea kusema I hivi. used to say that. Huko watu There are people, Wakati uko mgonjwa when you're sick, unaanza kulalamika. you start crying. Lakini naomba mkufuatie neno. Follow me carefully here. Mimi wakati wote nikisikia madhaifu mwili yangu, Whenever I feel weak in my body, nasemaka hivi. I always say, Mungu God, nakushukuru. I thank you. Kwa sababu kuko watu Because there are people, walisikia hii ugonjwa they've had the same issue, na wakupona. and they did not. Kuko watu wanasikia hii ugonjwa There are people who are going through the same na wako hospitalize kwa and they're kupona. hospitalized in the hospital. Lakini mimi kunasikia ugonjwa. But I feel Na watu bad. niko naamka kila siku. And yet I woke up in the morning Naenda kukazi. and I go to work. Narudie. I come back. Mungu mimi nakushukuru. God, I thank you. Mungu mimi nakushukuru. God, I thank you. Mungu akiona mtu wa roho ya When God hivi, sees a person such a wakati kuna problem, when you're in a problem, anajitahidi ashuke, makes sure sio kwa sababu yako, not because of kwa you. sababu ya jina lenye uko Because of nashukuru the kila name siku. of the busy Maana person. apendi shetani apate Because utukufu. the devil to be praised. mtu mmoja aseme amen. Somebody say amen. Roho ya kushukuru Mungu. The heart of thank you. Mtu mmoja aseme amen. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme amen. Somebody say amen. Wafilipi sura ya 6 mstari wa 6. Philippians 6:16. The Bible says in all things. Philippians 4:6. Filipi ile sura Sura 6. yake inasema The Bible says in all things. kila jambo Give thanks to God. shukuru Bwana, Give thanks to God. shukuru Bwana. Kitu cha kwanza kinachoonyesha kweli uko na mahusiano mzuri na Mungu. Something that shows that you have a good relationship with Ni God. pale ambapo unaendelea When kumshukuru Mungu, you keep thanking God, kumsifu Bwana praise Him wakati uko problem. when in the middle of Upendo wa problems. ukweli kwa The Mungu true love to God unaonekana wakati kuna is problem. seen when you're in a problem. Je, ukiwa na problem, When you are facing a problem, unaweza kumwendea Mungu mimi nakushukuru. go to God and say, Father, I thank you. Nakumbuka I remember, mke wangu anaweza akawaambia, my wife can testify. nikimwambia Mungu, nikimwambia mke wangu When I tell my wife, ile application nilifanya ya kuomba kazi the application that I made to get a job, bali reject na wakanitumia notification. it was rejected and they sent me a notification. Unajua namwambia kama mke wangu I always tell my wife, what Nashukuru Mungu balinireject na I thank wakanitumia God notification. that I've been rejected. Kuko maombi mengine ya kazi unatuma application na hapa kujibu. The other application was Lakini applied, but not rejected. balipata hata nguvu ya kunizuia But they email. even got the time to reply my email. We are sorry to inform you. Ya kwamba tuna huzuni Ile kujulisha nguvu tu ya kwamba kuandika email ya we are sorry to inform you. the courage of namwambia kama mke to wangu say my wife, kushukuru Mungu. let's thank God. Balituwaza ndio maana baliandika ile email. The actually first of all, also the same. Ngoja aseme amen. Somebody say amen. Wakati uko unashukuru Mungu mwima condition ya hivi. When you thank God in such condition, Una provoke Mungu you are provoking God to come down. Mtu mmoja
sema amen. Somebody say amen. Katika kila jambo mshukuru In Bwana. everything thank the Lord. Aibu alisema kama ni And Job Mungu said that if it's God aliyenipa was na ameamua kubeba, and he decided to take it, jina lake may libarikiwe. his name be glorified. Baada ya kupoteza watoto wote. After losing children. Mtu mmoja aseme amen. And somebody say amen. Kitu cha tatu. Thirdly, What do I do nitafanya nini? to maintain a good relationship with Nichunge God uhusiano mzuri pamoja na Mungu in the middle of challenges? katikati ya changamoto. Oh, I like this number 3. Napenda ya tatu nasema Maintain a transformed lifestyle in Christ. uchunge maisha ya mabadiliko ndani ya Kristo Yesu. Chunga Mkristo yako wakati uko mu maprobleme. Keep or maintain your Batu wa transformed mingi life. bana baslide wakati biko ma problem. Many people backslide when they find in the problem. Banaanza kufanya vitu mbaya. They start doing wrong things. Najua ba rafiki yangu wa mingi I know many of my friends, baada ya kupata matatizo kama hilo tupata, after having so many problems that we received, wakaanza maisha ya pombe. they started a life of drinking Kama alcohol. alikuwa ni mwanamke, If she was a woman, anaanza maisha ya usharati. she started fornicating. Kama ni mwanaume, anaanza maisha ya usharati. If it was a man, Anatoka muimani. they abandoned their faith. Lakini Mkristo ya ukweli But the true Christianity, ni pale kwenye unaendelea when kumaintain you keep maintaining Ukristo yako. your Christianity, Malgré life, que nuko napitia. no matter the problem that you're facing. Sema amen. Say amen. Hapo nataka kutoa mfano I wa want to give an example Wa Joseph. of Joseph. mimi nakuwa najiuliza hivi. I always must have questions. Hapa watu walikuwa wanampenda Mungu. These people that really loved God, Na walikuwa biko determine na and Mungu. they were determined with God. Yusuf alipata ndoto Joseph had a dream, and it was a dream that God gave him na ilikuwa ni ndoto ambayo Mungu amempatia of a good future. ya neema ya mazuri ya kesho. But look at what happened. Tazama iliyotokea. After the dream, Kisha ndoto he went to share the dream with his brother. akaenda kupartaje. Hoping that the brother will celebrate with him. Akifikiria kwamba ndugu zake watafurahia pamoja na yeye. Sio kila mtu ukipata kama wazo tu unaenda kumwambia Not mambo yako. everybody should share with your dream. Maproblemu ya Yusufu ilianzia kwenye alienda kuambia tena ndugu The yake. problem of Joseph started when he went to tell the brothers. Next morning akajikuta banamtupa In mshimo. the next morning he was found in a hole. Mimi nakuwa najiuliza hivi. I always must have questions. Munu mshimo In that hole. Joseph alikuwa anajiuliza hivi. And then Joseph, how was he? Mungu linionyesha watu watakuwa na ninamii. God, you showed me people will be Hapa bad baba before you. wanatupa tena mshiko kwa And sababu ya now hiyo my ndoto. brother have taken me to the Esi world hiyo because of the refu dream. nilipata Mungu. This is the meaning of the dream that Mungu I had. hakuwa kweli wewe. God, you are not true. Yusufu alianza kulaani If Mungu. Joseph will start blaming God, Yusuf Joseph and now Yusufu Maintain an integrity in his relationship with God. akachunga mahusiano yake pamoja na Mungu. As if that was not enough. Na ile kutosha tu. Bakamujisha kubutumwa. He was actually sold He was sold to slavery. He was sold to slavery. As if that was not enough. Na kutoshikia pale. Mtu mwenye aliona refu ya watu wanamuinamia. Somebody who saw the dream of people burning before him. Anajikuta house boy in a house of someone. Akajikuta fanya kazi katika nyumba ya mtu mmoja. If I were Joseph, Na kama wewe ungekuwa I were to ask myself, ningejiuliza maswali. God, Mungu, you showed me people bow before me. unionyesha watu iko na miamia. I'm a house boy again in the house. Sasa unakuwa fanya kazi kwa nyumba ya mtu. Biblia inasemaje The wakati Bible nyumba says pote? that when he was in the house of Kila God, kitu alichokifanya everything Yusuf that Joseph did katika nyumba ya Potifa in the house of God, kilifanikiwa it was done kwa sababu Mungu alikuwa na Yusufu. because God was with him. In the middle of all this, Katikati ya changamoto, Joseph never departed from God's ways. Yusufu hakutoka mbali na He Mungu. maintained an integrity. Alichunga mahusiano. na mwaka nasema hivi, I always say this. maisha ya Mkristo The life of Christian sio miaka mingi ulifanya kwa is kanisa. not the number of years of Maisha ya Christian. Mkristo Christianity sio life kuhubiri vizuri. is not to preach well. Maisha ya Mkristo Christianity life ni mabadiliko ya tabia yako ya kila siku ndani ya Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Nakuja nilichokisema. Maisha ya Mkristo haitegemei kanisa. It does not depend on the church. Ni maisha ya mabadiliko ya tabia yako ya kila siku ndani ya Bwana. of your behavior of each and every day in the Mmoja Lord. aseme amen. And somebody say amen. Do you see? Unaona? It is from Joseph Ni kutokea Yusufu that I understood. ambaye nikaelewa The kwamba location you found yourself in this life is not a problem. nafasi unachukuta katika maisha haiko problem. Because every place is a good place if you are with Kila God. nafasi ni nafasi nzuri kama uko na Mungu. Biblia inasema The Yusufu Bible says alipokuwa that mprizo when he was thrown in the chair kukesi ya bongo. in a wrong case, Biblia inasema Yusufu The Bible says alikuwa mfungwa wa kufanikiwa mprizo. he was a prisoner which was successful. Ni kwa Yusufu ndo nilijua It's through Joseph that I'm ukiwa na Mungu hata mprizo kwa kufanikiwa. when you've got even the prison. Basi kenye unahitaji sio place. What you need Kenye is not a unahitaji ni place Mungu where mwila ndo yenyewe you huko. need God wherever you Nazoea are. kusema hivi, I want to say that ndugu zangu, sehemu haibadilishaki mtu.
My brother, I pray that cannot change your status. Ni akili uliobeba muplasi na Mungu aliyebeba ndo atakusaidia wewe kwa ajabu vile leo. God that can change your transformation. Mtu mmoja sema amen. Let somebody say amen. Mtu mmoja sema amen. Let somebody say amen. Bwana hapa andiko hapo. Let me give you Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Romans chapter 12 verse 2. Biblia inasema, Bible says that do not be conformed to the system of this world, msibadilishwe na mambo ya ulimwengu, but be he renewed in the state of your mind. Upya kwa akili zenu. Watu walio wa Bwana, those who belongs to God, ni watu ambao akili yao inabadilika, who are being transformed na wajikomporte anyhow, and they comport themselves in a good way. Amen. Amen. Ndio maisha ya Kristo. This is the life of Christ. Maisha ya Kristo sio kuhubiri vizuri. A life of Christian is not to preach well. Leo tuko tunaishi today we live mu maisha ambayo hawezi kutofautisha we cannot separate mtu ambaye ameokoka somebody who served and someone who is not a believer. mwenye hamini. Why? Why? Because of the kind of behavior that we have. Sio tabia ambazo tunazo. When last people came to church because of your character? Watu hawakuja kanisani kwa tabia zako. Mtu Mkristo, you are a Christian, ni mtu ambaye watu wakiona tabia yako when people they see your na vitu ambavyo Mungu yuko nafanya, and what God is doing, na mimi nataka Mungu wa huyu Bwana, nataka Mungu wa huyu Bwana, nataka Mungu wa huyu Bwana. I want the God of hizo maisha ya watu wenye mahusiano mazuri na Bwana. I have a good relationship with God. Mtu mmoja aseme amen. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme amen. Somebody say amen. I don't know about you. Sijui juu yako wewe. Unaona, for us to travel, kwa sababu tunasafiri, sijui ngapi mmeshasafiri. I don't know how many of you unakaa kukiti na mtu, you sit with somebody next to you. Mtu anakuambia wakati uliingia nilisikia kitu. And somebody tells you that whenever you watu ambao wanaishi maisha matakatifu ndani ya Kristo, people who live popote wanapoenda na wanapopita, watu wanajua huyu ni mtumishi wa Mungu. They know that he's a man of God. Nilienda Pretoria North na mke wangu. I went to Pretoria North with my Tulikuwa wife. tunaenda kuangalia kari. We're going to see a car. Vijana ambao walituona tunafika pale. The youth that they saw us coming. Sio mara moja, sio mara nyingi. It's not the first time or the second time. Mke wangu anaweza katoa ushuhuda. My wife can testify. Kila nikienda naye sehemu, wherever I go with her, baki wenyewe wananijua. People wananiuliza, are you a pastor? Na mimi naulizaka, why are you asking me the question? No, when you came in and said something. Na wakati tulikuja tumesikia kitu. Nilienda kwa evangelization na mke wangu siku nyingine. I went to outreach with my wife. Ile tunafika mule parcelle. When we entered this house, dada mmoja anakimbia. One sister ran away from us. Tunamuuliza kwa nini unakimbia? We asked why you running away. Ananiambia you carry something that I don't want to face. So kuna kitu ambacho mtu anatembea na Mungu vizuri. Somebody who goes, unabeba presence ya Mungu kila sehemu. Hahitaji kuambia watu wewe ni Mkristo. Presence ya Mungu inatembea kama patakatifu. Sema na vitu gani vinataka presence ikae maisha yako? And what made this presence of God to dwell in your life? Ni maisha hii. This type of life. Naomba nimalizie kwa kusema hivi. I want to finish by saying, unataka uwe Mkristo mwenye matokeo. You want to be a Christian with outcome. Maintain a righteousness in God. Maisha matakatifu. Matakatifu kwa Mungu. Ndio mmoja sema amen. Somebody say amen. Ndio mmoja sema amen. Somebody say amen. Wa Efeso sura ya 4, Ephesians chapter 4, mstari wa 22 na 23. verse 22 23. Biblia inasema put off your old self. Put off your old self. Utoe utu wako wa zamani and put on na utie ndani the new self. Utu mpya Created in Christ Jesus. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kitu kipya. Ya kale yamepita. Inatakiwa watu wakikuona waone utofauti. Ukiwa na watoto, kama wewe ni mtoto uliyookoka, inabidi wazazi wako wao wanaona tofauti. Mtu mmoja aseme amen. Ndio maisha ya Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Tunapomalizia, tumeshaongea vitu vitatu. We've already mentioned 3 things. Amen. Amen. Nafikiri nimeshahubiri. I think I should stop because it's enough. Na wapa cha mwisho. I'm giving the last one. What do I do? Nitafanya nini? To maintain a good relationship with Christ. Number 1, we said, make a choice and hold on to Christ. Secondly, we said, live a life of thanking and praising God. Thirdly, maintain a transformed life in Christ. The last one, create a time with God.
Tafuta muda pamoja na Bwana. Through the reading of His word Pitia ukisoma neno la Mungu and prayer. na maombi. Unataka ku maintain relationship nzuri na Mungu. Mahusiano mazuri na Bwana. Tenga muda wa kuwa naomba. Uwe na muda time. Kristo asiyeomba A Christian who does not pray. ni alama ya kuonyesha hauna mahusiano It's a mazuri na sign Mungu. that you don't have a relationship. Mu maisha yetu ya kawaida, In our usual alama ya life, kujua hauko bien na a Mungu. sign that shows that you do not Communication ndio inakataa. It's a communication that is Maombi ni nini? what is prayer. Ni communication kati yetu sisi kama watoto As a na Christian, Mungu kama baba yetu. Mtu Mtu Mkristo mwenye mahusiano mazuri na Mungu ni mtu mwenye aweza kalamuka anaanza shughuli bila kuomba. Nataka niwaambie tu kwa jambo. Unataka kujua kama uko na relation nzuri na Mungu. Je, unakuwaka na ile hanga ya kuomba unapoamka? Unakuwaka na ile hanga ya kuomba kabla. Mtu mwenye kwa na connection nzuri na Mungu hawezaki kwenda kukitana, hawezi kupata usingizi kama huyaomba Mungu. Hawezi kupata nguvu ya kutoka nyumba asubuhi kama huyaomba. Mtoto wangu huyu Fefi kwa mtoto wangu iko na senga. Akienda kunyumba yenyewe anaombaki. Anakiaka kutuambia unaona kwa fulani. She always come and tell you know to somebody's house there. Tulilala bila kuomba. We slept without praying. Hivi tushaka ndugu yetu wenyewe wanaombaka We maana akiwatembelea na kianza kutuambia. Because whenever he goes to the house, Mtoto wangu this is my child. kama tunakawia kuomba, If we spend time that anakuwaka na kukumbusha daddy we didn't pray. she's the one who reminds us that we don't pray. Na ikatokea tukasahau. And if it happened that we forgot, Atatuambia mimi mdogo na sisi kwa daddy kama pray for me. hatutalala kama tuomba. Mmoja sema amen. Mmoja sema amen. Sema amen. Hiyo ndo maisha ya mtu mwenyewe na wokovu. When this is the life of a true salvation. Amen. Amen. Kama hauna mahusiano mzuri na Mungu, If you don't have a good relationship, hautapata kurejesha kwa you cannot have dada ambayo kwa pray, my sister. unataka kujua kweli kama bwana yako ni Mkristo kweli. When I'm not your husband, Siku gani ushaona bwana yako anaenda kwa magoti kuomba Mungu? how many Hauhitaji kumuuliza au you do not have to ask him. kama bibi yako ni Mkristo, If hauhitaji your kumuuliza. wife is a Christian, Tuulize siku gani ya mwisho uliona mke wako ask your wife, yeye mwenyewe anaenda kwa magoti anaomba. herself go to the knee and pray. Sema huruma. Say pity. Sema huruma. Say pity. Sasa alama ya kuonyesha uko na relation ya mzuri na Mungu ni A wapi? sign that shows that you have a good relationship Kama with God. usemaki na Mungu. If you not speak with Uko God, njia mbili za kusema na Mungu. there are two ways to speak with God. Kupitia kusoma neno lake Through the reading of the word na kuomba and pray na kushukuru and thank Him na kusifu. and praise. Hizi ndo lugha za kuongea na These Mungu. are the language. Kuna wakati hauna maneno ya kuomba There are times that you don't have, lakini unaamua kumwimbia. but you have time to pray. To sing to Him. Mwimbia Bwana akuwaye. Wakati uko naimba vile, When you sing like that, uko namwambia Mungu. you are telling God. Unamwambia Mungu. You are telling God. Naomba tusimame. Let us all stand. Tutaenda kusifu We are going Mungu na to wimbo. praise and worship God with this. Tutaenda kumwabudu Mungu na wimbo. We are going to worship God Kwa with this. dakika 5. Just for 5 minutes. Wangapi mmebarikiwa? How many people are Wangapi mmebarikiwa? How many people are Mtu mmoja sema amina. Somebody say amen. Mtu mmoja sema amen. Somebody say amen. 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 Hii ndio maisha ya Kristo. This is the life of Christ. Ngoja niwape kitu cha mwisho wakati uko wima. Let me give you the last word. Unataka kuendelea kumaintenire maisha ya Ukristo. You want to maintain the relationship with God, with Christ. The last one. Ya mwisho. Disconnect from toxic and negative people. Achana na watu wabaya wasiotusaidia. Naomba mkae chini kwanza.